Katika safari ya mapenzi, si kila uhusiano una nafasi ya kudumu milele. Kabla ya kufikiria kuhusu maisha ya ndoa na mtu unayempenda, ni muhimu kutathmini iwapo mnaendana na iwapo kila mmoja ana kile kinachohitajika kwa uhusiano imara na wa kudumu. Mwanamke anayefaa kuwa mke ni zaidi ya uzuri wa nje. Ni kuhusu tabia, mtazamo wa maisha na jinsi anavyoendesha mambo yake binafsi na ya pamoja. Hapa kuna sifa 10 zinazodhihirisha kuwa mwanamke ni wife material, yani mke anayefaa kuwa mwenza wa maisha yako milele. 1. Anaweza kushughulikia changamoto za maisha. Maisha yana changamoto zake, na kuwa na mwenza anayejua jinsi ya kukabiliana na matatizo bila kuvunjika moyo ni baraka kubwa. Mwanamke mwenye uvumilivu ambaye anaweza kushughulikia hali ngumu na kuendelea mbele kwa matumaini ni mtu wa thamana sana katika ndoa. Kama mwanaume umebahatika kuwa na mwanamke mwenye sifa hii, usidhubutu kamwe kumwacha kabisa. 2. Anajitunza kimaumbile na kiafya. Mwanamke anayejua thamani yake atahakikisha anajitunza kiafya, kimwili na kiakili. Kujitunza hakuonyeshi tu kuwa anajali muonekano wake, bali pia inaashiria nidhamu na kujiheshimu. Mambo muhimu kwa uhusiano wa kudumu. Iwapo mwanamke wako ana sifa kama hii ya kujitunza na kujithamini, basi usije ukajiponza mwenyewe ukasababisha akakuondoka. 3. Ana moyo mkarimu na mwenye huruma. Upendo wa kweli haujengwi kwenye sura nzuri tu, bali kwa tabia nzuri, moyo mkarimu na mwenye huruma. Mwanamke mkarimu, anayejali wengine na mwenye huruma ana nafasi kubwa ya kuwa mke mzuri na kuwa wife material. Anaweza kuleta amani na faraja katika uhusiano ambao wakati mwingine unajengwa katika misingi ya ukarimu na huruma. Kama umebahatika kuwa na mwanamke wa aina hii, basi hongera kwako. 4. Anakupenda kama ulivyo. Sote tuna mapungufu, wanawake kwa wanaume, na si kila mtu anaweza kukubali mwenza wake bila masharti. Kuna wanawake watavutiwa na maumbile ya mwanaume, kuna wanawake watavutiwa na uwezo wa mwanaume. Mwanamke anayekupenda bila kujali dosari zako na anayeona thamani yako hata wakati wa udhaifu wako ni mtu wa pekee zaidi katika maisha yako. Kama mwanaume umebahatika kuwa na mwanamke wa aina hii, hiyo ni baraka kubwa na usiruhusu ikakuponyoka kamwe. 5. Ana malengo ya maono ya maisha. Kila mwanaume anadhamiria kumpata na kumuoa mwanamke mwenye maono ya maisha ya mbeleni. Mwanamke mwenye maono anayejua anachotaka na anayefanya kazi kufanikisha malengo yake ni mtu ambaye atahamasisha na kusaidia maendeleo ya pamoja kama ndoa au kwa uhusiano. Anajua thamani ya juhudi na hana muda wa kupoteza kwenye mambo yasiyo na faida. Mwanamke wa aina hii ni mwanamke mwenye hamasa na ambaye atakusaidia wewe kama mwanaume kuweza kufikia malengo na mafanikio kwa njia ya urahisi zaidi. Ukiwa umebahatika kuwa na mwanamke wa aina hii, piga goti lako na ukaweze kumshukuru Mungu na usidhubutu kufanya kosa lolote ikasababisha ukanyakuliwa na wanaume wengine. 6. Anaheshimiana na familia yako. Familia ina nafasi muhimu katika maisha ya wanandoa. Mwanamke anayeweza kuelewa familia yako, kuheshimu ndugu zako na kuwa na uhusiano mzuri nao, anaonyesha kuwa anaweza kuwa sehemu ya maisha yako bila migogoro isiyo ya lazima. Kumekuwepo na changamoto ya wanandoa, sana sana wanawake, kutokuelewana na familia ya wenza wao wa kiume. Hii inachochea migogoro zaidi katika mahusiano yao ya ndoa, huku ikipelekea kuvunjika na kudorora kwa mapenzi na uhusiano wa furaha katika ndoa nyingi. Ukimpata mwanamke ambaye ana uhusiano mzuri na familia yako, shukuru Mungu, kwani huyo ni wife material. 7. Mna thamani zinazolingana. Misingi ya ndoa imara hujengwa kwenye maadili na imani zinazoshabihiana. Ikiwa mna mtazamo sawa kuhusu mambo ya misingi kama dini, maadili ya kifamilia na maono ya maisha, nafasi ya kufanikisha uhusiano wa muda mrefu ni kubwa zaidi. Ikumbuke kwamba mahusiano mengi yamevunjika
kutokana na kutokuwa na thamani zinazolingana. Kwa mfano, ni vigumu sana wanandoa au watu wenye mahusiano ambao wana mirengo ya dini tofauti kudumu katika mahusiano au ndoa kwa muda mrefu. Ikiwa umempata mwanamke au mwenza wako mwenye thamani zinazolingana na zako, huyo basi ni wife material na ni mwanamke ambaye anakufaa. 8. Anajua namna ya kusimamia fedha. Fedha ni mojawapo ya mambo yanayosababisha migogoro mingi katika ndoa. Wakati kuna pesa ndio wakati mwafaka wa kumuelewa binadamu zaidi kitabia, hasa tabia zake mwenyewe. Wakati mwanamke au mwanaume hana pesa, ni mnyenyekevu zaidi na mpole, utadhani kwamba ni mtu ambaye anakufaa. Ila mwanamke anayejua kusimamia pesa zake kwa busara, anayepanga matumizi vizuri na kufikiria kuhusu mustakabali wa kifedha, na asiyepelekeshwa au kubadilika kulingana na upatikanaji wa wingi wa fedha, ni chaguo bora kwa mwenza wa maisha. Ukipata mwanamke ambaye anaweza kuelewa wakati kuna fedha na wakati hakuna fedha, na mwanamke ambaye anajua kusimamia vizuri fedha, ni mojawapo ya mambo yanayoweza kukuza mahusiano ya ndoa au mahusiano ya kawaida. Na ikiwa umebahatika kumpata mwanamke mwenye hekima ya fedha, basi huyo ni wife material. 9. Ana mtazamo chanya kuhusu maisha. Maisha hayana uhakika, lakini mwenzi mwenye mtazamo chanya anaweza kuleta mwanga hata wakati wa giza. Mwanamke anayechagua kuona mazuri katika kila hali na kuhamasisha kuendelea mbele bila kukata tamaa ni mtu wa kipekee sana. Ukiwa umebahatika kuwa na mwanamke wa aina hii, basi una mwanamke ambaye anastahili kuwa mke wako hata milele. 10. Yuko tayari kukosoa unapokosea. Katika uhusiano wa kweli, hakuna mtu mkamilifu. Mwanamke anayekupenda kwa dhati hata kuacha uendelee kufanya makosa bila kukuonya. Atakuwa na ujasiri wa kueleza ukweli kwa upendo na hekima, huku akilenga kukuinua badala ya kukuvunja moyo. Ukiwa umebahatika kuwa na mwanamke wa aina hii, basi huyo bila shaka ni wife material. Mwanamke mwenye sifa hizi anajenga uhusiano wenye mizizi imara na unaoweza kudumu. Haijalishi uzuri wa nje, mali au sifa nyingi za nje. Uhusiano mzuri unategemea tabia, heshima na maono ya pamoja. Kama umempata mwanamke mwenye sifa hizi, huenda umepata mke wa maisha. Katika safari ya mapenzi, jambo muhimu ni kuhakikisha kuwa kila mmoja wenu anajitahidi kuwa bora kwa ajili ya mwenzake. Mapenzi si tu kuhusu kupata mwenza mzuri, bali pia kuwa mwenza mzuri. Ikiwa umefurahia makala hii, subscribe kwenye chaneli hii, comment na ushare ili usipitwe na makala mengi zaidi.